Fungua Mithali 12 mstari wa 11. Mithali 12 mstari wa 11, na nitakwambia kwa nini aina ya watu unaoambatana nao inaweza kuamua viwango vyako vya kiuchumi. Nitakwambia vizuri kabisa. Mithali 12 ule mstari wa 11, anasema ule mstari wa 11, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi hana ufahamu. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi hana ufahamu. Ninaomba ili uelewe mstari vizuri, naomba nikusomee pia kwa lugha ya English. Una amani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakutafsiria vizuri kabisa. Kwenye tafsiri ya English nasema hivi: he that tireth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. Lile neno la Kiswahili anaposema ya kwamba bali afuataye mambo ya upuuzi hana ufahamu, kwenye tafsiri ya English anasema ya kwamba he that followeth vain persons is void of understanding. Kwa nini tafsiri ya English nahitaji uelewe ya maneno mawili tu, a vain person and a void of understanding. Bwana sifiwe sana. Lile neno a void person ndiyo tafsiri ya Kiswahili inasema kwamba kufuatisha upuuzi, lakini neno a vain person Kiswahili chake fasaha kabisa, maana yake watu wasiofaa au watu wasio na faida. Bwana sifiwe sana. Anaposema anayefuatisha mambo ya upuuzi, alikuwa azungumzi mambo ya upuuzi kwa namna nyingine yoyote. Alikuwa anazungumza kuambatana na watu ambao hawakuongezei faida, lakini pia kuambatana na watu wasiokufaa kwenye eneo la kiuchumi. Sio kila mtu anakufaa kwenye eneo la kiuchumi. Kuna mtu anakufaa kwenye eneo la kiuchumi, na kuna mtu anakufaa kwenye eneo la maombi, na kuna mtu anakufaa kwenye maeneo mbalimbali tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu vain person ni mtu asiyefaa, kama ni mtu ambaye hana faida kwenye lango lako la kiuchumi. Ni mtu ambaye atakuondolea ukosefu wa akili, atakuletea ukosefu wa akili, ama ukosefu wa ufahamu, ama ukosefu wa hekima. Lile neno void of understanding, void of understanding maana yake ukosefu wa akili, ama ukosefu wa ufahamu, ama ukosefu wa hekima. Kwa maana nyingine, a vain person, mtu asiyefaa, asiyekuwa na faida na wewe, atakuletea ukosefu wa akili, atakuletea ukosefu wa ufahamu, atakuletea ukosefu wa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya eneo la msingi sana kwenye maisha ya kiuchumi ambalo shetani ametuweza, shetani amefanikiwa kutusogezea watu wasiokuwa sahihi kiuchumi kwenye maisha yako yetu, ili uweze kufilisika, ili usipige hatua kiuchumi. Kuna aina ya watu ambao shetani atawaleta kwako. Wale watu wakija, lazima ujue ya kwamba huyu mtu anayekuja kwenye maisha yangu amekuja kwa ajili ya kukaa kwenye nafasi gani. Usipojua nafasi ya kila mtu aliyekuja kwenye maisha ya kwako, kuna watu utawaambia mambo ambayo hukutakiwa kuwaambia. Na nikuambia ukweli kabisa mbele za Mungu aliye hai, yeyote ambaye utamshirikisha ambacho hukutakiwa kumshirikisha, atakuletea uharibifu kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza akawa ni mtu sahihi kwako kwenye eneo la kusifu na kuabudu na maombi, lakini asiwe mtu sahihi kwenye eneo lako la kiuchumi. Ukienda kwake kutafuta ushauri wa kiuchumi, umefeli. Bwana asifiwe sana. Umefanyaje? Umefeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kwenye haya maisha ili uweze kufanikiwa kuishi na watu. Mtu yoyote anapokuja kwenye maisha yako, omba mbele za Mungu aliye hai. Mwambie Mungu aliye hai, huyu mtu amekuja kwenye maisha yangu, ninasali naye, ama niponee mtaa mmoja, ama niponee kwenye eneo la biashara, ama kwenye eneo la ajira. Huyu mtu anatakiwa akae kwenye nafasi gani kwenye maisha yangu? Jifunze kujua
nafasi ya kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako. Ukijua ya kwamba huyu mtu nafasi yake ni nini, kuomba pamoja naye, kufunga pamoja naye, kushauriana naye mambo ya ndoa, kushauriana naye mambo ya kiuchumi. Huyu wa mambo ya ndoa hautomwambia mambo ya kiuchumi, huyu wa mambo ya kiuchumi hautomwambia mambo ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujifunze kuomba, kwa sababu ni jambo la muhimu sana kuomba, kujua nafasi za watu, kwa sababu yeyote anaweza akawa ni mtu sahihi kwako, lakini ukimshirikisha kitu ambacho sio sahihi kulingana na nafasi yake kwenye maisha yako, atakuharibu. Na watu wengi, mna maadui wengi leo kwenye maisha. Wale maadui hawakuja kama maadui, walikuja kama watu wema, lakini alikuja kuwa adui kwa sababu ulimshirikisha jambo ambalo hakuletwa na Mungu kushirikiana na wewe kwenye hilo. Kuna mtu amenielewa nilichozungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unaweza ukaniambia una maadui wengi sana, na kuna watu hapa mkijiangalia mnadhania mna maadui wengi sana, lakini kiuhalisia hauna maadui wengi kiasi hicho. Haujui nafasi ya watu waliokuzunguka. Kuna mtu atakuharibu, atakujeruhi moyo, atakuumiza kwa sababu ulichomshirikisha haukutakiwa kumshirikisha. Yeye ni sahihi kwako kwenye mambo ya kiibada, lakini sio kwenye mambo ya kiuchumi. Bwana asifiwe sana. Ukimshirikisha jambo ambalo sio eneo lake, atakujeruhi, atakuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, ninaomba jioni ya leo unifundishe kujua nafasi ya kila aliyenizunguka, aliye karibu yangu kwenye maisha ya kwangu. Nifundishe kujua huyu akae wapi kwenye maisha ya kwangu, huyu asimame wapi kwenye maisha ya kwangu. Nisaidie Mungu aliye hai, niweze kutembea kila mtu kulingana na nafasi yake, kila mtu kulingana na position yake. Mungu uliye hai, unisaidie hiyo neema katika jina la Yesu. Kwa nini watu? Kwa sababu watu wana uwezo wa kukutengenezea uwezo wako binafsi. Yeyote ambaye unaambatana naye anakuja kukujengea aina fulani ya uwezo kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana kuomba aina ya watu wa kuambatana nao. Ukimpata mtu sahihi wa kiuchumi, anakujengea uwezo mzuri wa kiuchumi. Ukimpata mtu sahihi wa kuomba naye, anakujengea uwezo mzuri wa kuomba. Ukimpata mtu sahihi wa kuweza kutafakari neno pamoja na yeye, anakujengea uwezo mzuri wa kulielewa neno. Ukimpata mtu sahihi wa kukushauri mambo ya ndoa, anakujengea uwezo mzuri wa kudumu kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo watu wanakuja kwenye maisha yetu ili kutujengea uwezo wa aina fulani. Bwana asifiwe sana. Unapoona kuna mtu anakwama kiuchumi, ni kwa sababu amekosa mtu wa kumjengea uwezo wa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama anakwama